الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أيها الحفل الكريم، leo niko pamoja na nyinyi hapa msikiti wa Konzi, na mmoja katika wakubwa wenu wa kupanga haya mambo ametaka niweko, na kwa kuwa siku za nyuma nilikuwa ni mmoja katika tunaopekesha, nilikubali ombi kama hilo adaan lilwajib tujaha alislami walmuslimin. Kwa fikiri tutazungumza jambo gani leo? Kitu nitakacho kuzungumza ni hiki. Kweli tuambiwa Waislamu walikuweko mbele na walikuweko kweli. Kuwaje wakaweko mbele? Na baadaye alikuwaje mambo tukaweko nyuma hapa tuliopo sasa? Kujibu suala hii talazimika mwanzo kuonesha Uislamu namna ulivyoanza, kisha nije kukuonesha Uislamu ulipofika mambo marhala kadha. Mambo kadha yalikuwa yakiendelea na mambo kadha yalikuwa kirudi nyuma, kisha tukaendelea tukawa twarudi nyuma, hatuendelei tena mbele. Yalikuwaje haya? Ni hadithi mrefu, na ni bidii yangu leo muhadhara wangu huu kutozidi muda wa saa moja. Tuanzeni kwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa ni mtume alipekewa aya hizi na akawa mtume, na akaupokea utume, na alipoambiwa kuingia kazini kaingia kazini. Katika kuingia kwake kazini huku alikuwa bana bahati nzuri ya kupata mke mwema kwa jina la Bi Khadija binti Khuwailid. Akawa yuko bega kwa mtume, kwa moyo wake, kwa maneno yake mazuri, kwa kusaidiana na yeye kwa linalotokea. Aliambiwa alinganie kwa siri mwanzo, akaambiwa baadaye alinganie dhahiri, na yote kawa huendelea kuyafanya. Lakini haya kuwa mambo sahali, na taabu yalokimkabili ilikuwa kubwa. Ikafika wakati
kuwa watu hawawezi kubaki kuwa ni Waislamu wakabaki tena pale Madina, wakabaki tena pale Maka. Ilikuwa jambo gumu. Wakaambiwa kugura kwenda upande wa Habasha. Wakaenda mara ya kwanza, wakaenda mara ya pili. Baadaye kisha yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kufa ammi yake Abi Talib na baada ya kufa mke wake Bibi Khadija, alilazimika kwenda mahali panapoitwa Taif. Taif huku alikokwenda, madhania alifikiwa na mambo gani? Katika kujibu suala hili, napenda niweke suala lingine aloulizwa yeye mwenyewe na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mke wake Bibi Aisha. Kweli najua katika zita za Uhud mwalipambana na mambo magumu sana. Je, kuna mambo gani magumu uliopambana nayo kuliko hayo? Akamwambia, nilipokwenda Taif. Akwenda Taif na nani? Kauli moja yasema alikwenda na Zaid bin Haritha. Kauli nyingine yasema alikwenda peke yake. Kwa nini? Macho yote yalikimwangalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa uadui, akiona watu wengi wamefuatana, watu wataanza kuona kuna njama fulani wawafuate. Akaona aende peke yake, hakuna takao kufanya wasiwasi wowote. Akaenda mpaka mahali si mbali sana na Maka panapoitwa Taif. Akitarajia mambo maalum mazuri, kadhania aweza kuyapata. Waweza kuwa na ruhuma zaidi pengine kuliko watu wa Maka, waweza kumsikiza vizuri kuliko watu wa Maka. Alipofika akakuta mambo ni kinyume. Wakamwangalia vibaya, wasimtie akilini. Akawa uko katika hali ngumu. Akajasiri kwenda kwa watu maalum sasa, kuwaona ndugu watatu, kueleza kwa nini yeye uko Taif. Nimekuja kuwalingania juu la Uislamu ambao ni dini ya usawa, ni dini ya haki, ni dini ya kuwasaidia watu kutoka katika magiza kuingia katika giza, kuingia katika mwangaza. Wewe unatoka tangu Maka mpaka hapa kuja kutuambia maneno haya? Ilikuwaje ukaja kutuambia maneno haya? Niwaambia, basi mkiwa mmekasirika na hamkufurahishwa na haya maneno, na tafurahi kama hamtotoa habari. Ingekuwa sahali kama walikoma hapa. Kamwata akifika mbali kidogo, wakawafunzia wahuni wao, haya mpigeni yule. Pigwa kwa mawe Mtume mpaka viatu vyake vikawa vyote ni damu.
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kaenda mahali na madamu yake, tukitukua riwaya na Zaid bin Haritha kawa naye amemfuata, akakaa mahali kama chini, juu pana kivuli kidogo. Wale wafunzia wale kwenda kumpiga mawe, ati ruhuma zikawashika, wakamtukua mtumishi wao mmoja tende, akamwambia mpelekee ule mtu akale. Kampelekea. Kabla ya kula akamsikia mtu akisema bismillah. Mambo haya bismillah uliyapata wapi wewe? Akamwambia mimi ni mtumi. Na wewe mbona umestajabu, kwani mbwa wapi? Akamwambia mimi mtu upande wa nina wa kwetu, upande wa Iraq. Sisi katika watu nao tulikuwa na mitumi kule. Tumikala kamaliza, anda safari yake kutaka kurudi Maka, kule alikokuwa amedhikika nako na alikuwa jaribu kutaka kukimbia. Kafika mpaka Maka, lakini tusifikishe Maka kwanza. Akifika mahali leo kujulikana kwa jina la Qarnul Manazil, hapo zamani kulikiitwa Qarnu Thaalib. Aona kiwingu, asikia sauti kubwa, akinua macho juu lake, aona mambo ambayo hakuzoea kuyaona. Mwida aona malaika amemwendea, Mola wako umekasirika kwa yote uliyotendwa, na tumetumwa kukuuliza tuwafanyeje. Ukituambia tuwachape, haya majabali mawili yatakwenda yatawasaga saga. Silo litakalo. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu katika kile kizazi chao watokee watu wenye kuamini na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Safari kaendelea. Baada ya kurudi kwa siku chache, akapoa tuzo na Mwenyezi Mungu, yani Isra na Mi'raj. Leo ni mtu alofanya jambo zuri, akapoa air ticket, nenda mahali kadha, na yeye kapoa safari ya Isra na Mi'raj. Akaenda kayaona aloyaona, akauona utukufu wa watukufu, na akajiona yeye namna alivyo mtukufu. Karudi zake Maka, akayasikia maneno ya wasoelewa na akawaeleza, na ikaonekana haki ya Uislamu. Mtume kakaa, baadaye ikawa safari nyingine ya hijra kwenda Madina. Sasa kienda Madina, kafika, kapokewa kwa uzuri, kakaa. Mambo gani alofikiria kuyafanya kwanza? Kujenga msikiti, kujenga undugu, kuweka mikataba na wasokuwa Waislamu. Na wakati huo zaidi walikuwa Mayahudi.
akaweka mambo ambayo mwenye kujua serikali hupekeshwa namna gani. Ilikuwa ni mikakati ya mwanzo wa serikali ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Msikiti huko, watu wako, undugu umejengwa. Ikawa sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aangalia mbele, akapata aya ya kumuonesha mabadiliko yatatikaniwa yawe namna hii. udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. alladhina ukhriju min diyarihim, mpaka mwisho wa aya. Sasa mumepewa ruhusa mujitetee. Sijui mwafahamu nini? Waislamu mambo yao haiendi kiholela. Kwa hawawezi ndio wao kupigana mpaka wapoe ruhusa. Wakapoa ruhusa kwa aya hii, na wakaanza kujitetea, na wakenda katika zita za Badr, na wakapata ushindi. Zikaja zita za Uhud. Mtume kalipanga jeshi lake, Makureshi wakapanga jeshi lao. Hapa nataka munisikie vizuri. Katika kupanga jeshi lake Mtume alitukua watu idadi kadha, akawapeleka mahali penye jabali, na ndio maana ya Uhud. Uhud ni jabali. Nyinyi mutabakia hapa, tukishindwa msiondoke hapa. Vita vikaanza. Waislamu wakawa kula vita vikiendelea, waona watoka katika ushindi kwenda kushinda tena zaidi, kushinda zaidi. Wale walioko katika jabali, maneno yakawa namna hii: jamaa, tukae tungoje nini tena? Jamaa wale wajipatia sasa, washinda, wajikusanyia mali, sisi tutabakia hapa paka lini? Twendeni. Ukaondokewa. Walipoondoka pale, Mtume ni Mtume, alipoambia msiondoke, alikuwa unazo sababu zake za kizita. Khalid bin al-Walid alikuwa hajawa Muislamu hapo. Yeye na Ikrama bin Abi Jahl wakaona penyenye ile, wakazungusha farasi wao, wakaenda paka pale walipoambiwa wale kaeni, wakaondoka. Wata Waislamu wachapwe hapo. Wata Waislamu wachapwe. Wakachapwa Waislamu, wakauawa mabwana wakubwa wa Kiislamu. Kina Hamza bin Abdul Muttalib, kina Mus'ab bin Umair, kina Anas bin Nudhair, kina Saad bin Rabi'. Na walokiuawa walikiwa na ujumbe gani? Saad bin Rabi' uko chini, karibu kufa. Akamuona mtu ukali ajiweza, amekwenda karibu yake, akamwambia ndo nikupe ujumbe wangu kwa Mtume. Nisalimia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
umwambie Muislamu yoyote hana udhuru wa kuwata kupigania Uislamu. Piganie Uislamu mpaka afikie hapa nilipoufikia, na yeye ukali autakia mazuri Uislamu. Sijui tumefahamu jambo gani? Tumefahamu watu walikuwa wana imani juu ya Uislamu, wakilala wakiamka ndoto zao, Uislamu tutaungarisha vipi? Uislamu tutausukuma vipi? Uislamu utaueneza vipi? Uislamu tutamridhisha Mwenyezi Mungu kwa kufanya jambo gani kuhusu Uislamu? Mambo haya kuma hapa. Mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yale yalokipigwa yakamfikia na yeye, mpaka kwa damu nyingi kutoka amekuwa hawezi kusimama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baadhi ya meno yake yamevundwa, kofia yake ya vita, mpaka jiwe au kile alopigwa kimekwenda kimegusa katika mwili, damu nyingi imetoka. Kukasimama masahaba wakubwa katika wao wanawake, Nasiba binti Umara. Alifanya nini? Mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amtokea ushahidi bibi huyu, asema maltafatu yaminan wala shimalan illa wa ra'aituha tuqatilu duni, sikuzunguka kulia wala kushoto ila nilikimuona yuwanipigania na kunitetea. Usiulize habari ya Sayyidina Ali taban, usiulize habari ya Talha bin Ubaidillah, usiulize habari ya Abu Talha, usiulize watu walokimpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakasimama imara, zikamalizika vita kwa Waislamu kushindwa. Msinaangalie kwa nini Waislamu wakashindwa. Walivunda mipango ya kivita waloelezwa na mtumi wao. Ikawa sababu ya kupata taabu. Walokuwa maswahaba wakubwa walokipendwa na kumpenda Mtume wakafa, na yeye mwenyewe kapatikana na hayo, mpaka binti yake Fatima binti Muhammad radhiyallahu anha wa sallama ala abiha, ikawa atakuwa ni mwenye kusimama kumpa first aid babaki, kumuuguza juu ya ile taabu lokuwa nao. Waislamu wakarudi wenda Madina. Wakifika njiani, mmoja akamwambia, naona kama Abu Sufyan ana fikra ya kuwafuatia Madina kuja kuwamaliza. Mtume alikuwa afanyeje hivyo? Jamaa, mbona Abu Sufyan ataka kutumaliza? Mtume alinyamaa mpaka aona karibu ya mefika sasa Madina, mefika Madina. Naambia jamaa, pumzikani, kila mmoja awe tayari
kwenda kumfuatia Abi Sufyan na kupambana naye, kula alokuwa pamoja na sisi katika vita hivi. Yaliwapata maneno haya min baadi ma asabahumul qarh, baada ya kuwa wote majaraha, wote madamu, turudini. Na hakwenda kuambia watu Madina, damani ndoni mtusaidie, sisi tuliokuwa vitani, turudini. Tumekaondoka kenda mpaka kafikiria mahali paitwa Hamra al-Asad. Haoni ishara, kawasha moto. Ukiwasha moto asokuona atakuona, na alokuona atakutapia. Ushujaa wa Mtume kafanya hivyo. Kwa mtu kenda katika wasafiri, kamwambia Abu Sufyan enda uzake huko, na Mtume akamwambia jamaa rudini. Kitu nitakacho tukifahamu hapa, kwa nini Waislamu walishindwa walipovunda mipango walopoa na Mtume. Tufahamu hili, twende mbele. Kukaja vita hivi, kukafutahiwa Maka, kuwa watu wamefika mbali sana. Zikaja zita za Hunain, katoka Waislamu wakenda mpaka Hunain huko, ukatoka maneno haya, lan nughlaba al-yawma an qilla. Leo jamaa tunatoka wengi, tutashindwaje leo? Vita vikaanza. Waislamu hakujapita dakika 10 waona wamedangana, wametatana. Dakika zikifikiria 15 waona wengine wakimbia. Kulipokuwa na misukosuko hiyo, tumjueni Al-Habibul Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa vipi? Ilayya ibadallah, ndoni kwangu. Amwambia ammi yake Abbas ibn Abdul Muttalib aseme maneno haya, yapi? Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Watu wakaanza kukusanyika chini ya kivuli cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakajipanga, vingine wakashinda. Je, na hapa Waislamu walishindwa nini? Kwa nini? Hapa Waislamu walishindwa walipowata kumtegemea Mwenyezi Mungu, wakategemea wingi wao. Leo hatutoshindwa sababu ni wengi. Mwenyezi Mungu kawaonesha ni wengi na mtashindwa. Tumeyafahamu haya. Ndugu zangu, kabla sijaenda mbele, hatuwezi kushinda ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia tupiteni huku na sisi tupita kule. Hatushindi maisha hii, kwa sababu watu katika zita za Uhud waliambiwa msiondokeni penye hili jabali, wakaondoka, ikawa sababu ya wao kushindwa. Twende mbele.
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliendelea na mambo haya kwa aina nyingi, kwa kuandika barua kuwapelekea wakubwa wa huku na kufanya namna hii na kufanya namna hii. Barua alokizipeleka alikiwapelekea watu wakubwa katika dunia, watu wanaotawali empire, Roman Empire na Persian Empire. Wote wapekewa barua na waelezwa maneno mazuri na kuoneshwa ukitofuata madhambi yako na walokufuata njuu lako. Mmoja katika makabila ya Kiarabu yalikuwa zaidi yako katika utawala wa Romans, alipoona barua kama ile imekwenda, alimuua ule alokuwa ametukua barua. Habari ikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alikuwa amefundishwa awambie watu wake msicheze maisha ya mtu yote, na yeye mwenyewe akawa una msimamo hatokubali maisha ya Muislamu yachezewe. Baada ya kuuawa mtu ule kulitokea jambo gani? Alilipanga jeshi kwa mara ya kwanza watu kwenda katika mipaka ya Romans, mahali kunako kuitwa Mu'ta. Jaafar bin Abi Talib, Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Haritha ndiye mkubwa, kishindwa Jaafar bin Abi Talib, akishindwa Abdullah bin Rawaha. Wakenda wakafika kukapambana, Zaid akauawa radhiyallahu anhu, Jaafar akauawa radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha akauawa. Sasa itakuwa vipi mambo? Waislamu katika kujipanga kwao wakamwambia Khalid bin al-Walid, chukua wewe sasa, endelea wewe na vita. Waislamu wakapata ushindi, wakapata namna ya kuweza kurudi kwao salama, sababu wasokuwa Waislamu walipokuwa wengi kuliko Waislamu, si kwa mara mbili wala mara tatu, kwa mara nyingi. Kwa uhodari na ushujaa wa Khalid bin al-Walid wakarudi mpaka Madina salama. Ajabu ni hawajarudi. Mtume awaambia watu wa Madina, vita viliendelea. Zaid akauawa, Jaafar akauawa, Abdullah bin Rawaha akauawa radhiyallahu anil jamii. Sasa ameshika upanga, saifun min suyufillah, upanga katika panga za Mwenyezi Mungu. Waislamu wakawa wamwamini sana mtume wao, lakini wataka kuona watu wakija watatoa habari gani. Wakatoa habari zile walokuwa wamepoa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Tumeona nini hapa? Mtume hakukubali ule mtu kuuawa ikawa si chochote. Kaonesha awafwa na watu wake na mtu wasiteze na damu ya watu wake. Safari yetu ni mrefu jamaa mlioko, msione tutabaki katika sera, tutangia katika mambo mengi, sababu nataka tujue kwa nini tuko hivi. Kwa nini Waislamu walikuwa mbele na kwa nini leo wako nyuma, na tufikiria tufanyeje. Hii ndio maneno ya leo. Twende, mtumi yuenda hija yake ya mwisho. Wenye sira na tarikhi wajua kwa jina la Hijjatul Wadaa. Kwenda mehiji, amekuwa huko katika wangwa wa Arafa, bonde la Arafa. Alitoa khutba yake kali sana, khutba ya kuhusia watu washikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Alihusia watu kutunga haki ya mwanamke. Mimi kwa wewe kunipikia? Kunioa kuwa mume wangu tukaishi pamoja, yatupatao mazuri mema pamoja, kumbe kukupikia? Sio Uislamu. Hija hiyo ya kuaga, mtume uko katika nyasia juu la mwanamke, akasema maneno haya yalopokewa na Bukhari na Muslim. Kweli leo ni siku gani? Masahaba wamenyama. Hivi leo mtume hajui leo siku gani? Akamwambia yaumun nahr, siku ambao tuingia katika Eid tena, Adha tena. Leo siku gani? Leo mwezi gani? Wajibu wa mtume. Ujumbe ni nini? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha. Damu zenu, mali yenu, vyeo vyenu ni zitu zitakatifu kama namna ya hizi zio siku hizi zilivyo takatifu, na kama mahali hapa palipo patakatifu. Akasema makubwa, Allahumma shahid, kuwa shahidi yangu. Bawaambia hawa. Isa kauliza, hal balaghtu, nimefikisha ujumbe? Katika sahihu Muslim amwambia, naam, balaghta wa addaita wa nasahta, umefikisha ujumbe, umenasihi na umetimiza mambo sawa sawa. Huku yasema Allahumma shahid, na huku wainua kidole chake, Allahumma shahid, Allahumma shahid, Allahumma shahid, katika Sunan Abi Daud. Tusikeni tukauawana kiholela. Twendeni mbele. Mtume aliporudi hakuishi tena, kisha siku kama 19 tu ikawa ni siku yake, wakati wake.
kafa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kabla ya kufa, wasia wake mkubwa ni kwamba uende jeshi mpaka mahali kuitwa Bulqan karibu na Palestina. Kwa nini? Kule alipokwenda kuuawa babake, akauawa Jaafar, akauawa na Abdullah ibn Rawaha. Aende kapambane kule. Watu wakamwendea, ya Rasulullah, mbona mkubwa atakuwa Usama? Kabla kwenda mbele, mwajua Usama alikuwa nani? Mamake kwa lugha za wakati huo alikuwa kijakazi, na babake alikuwa kitwana. Lakinahu alislam, Uislamu ulifuta hayo. Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu siku moja alisema maneno haya: Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana, ni bwanetu Abu Bakar na alimwata huru bwanetu. Bwanao nani? Bilal. Uislamu namna hiyo. Ni mkubwa wa jeshi Saidina Abu Bakari huko, ni mkubwa wa jeshi Saidina Umar huko, mkubwa wa jeshi Saidina Ali huko. Tuulizeni umri miaka mingapi? 17 ala al-akthar 18. Kikwetu kuna sababu zote za kutokuwa mkubwa. Wazee wake ni hao, umri wake ni huo, lakini mtu huyu alikuwa kilelewa na Mtume, na mambo yalikuwa yakipekeshwa na Mtume aloletewa Uislamu. Jeshi haliondoka, ule kazidiwa na magonjwa, Mtume akawa ni wenye kumkosa ila rafiq al-aala. Usama akawataka kuja kuangalia mambo ya mazishi huku, hajamaliza vizuri. Saidina Abubakar mwambie, nenda katika kambi yako ya jeshi. Amezeku ziko Saidina Abubakar amezeku wa khalifa, mwafikiria kufanyweje sasa? Aketi ya asubuhi na mchana hulia Saidina Abubakar. Kwa masahaba akawaambia, kuna mambo matatu, tukitumia Kiswahili cha siku hizi na Ustadh Badru apenda kukitumia sana, ambazo ni changamoto kwetu. Nataka kueleza. Kwanza, jeshi la Usama litakwenda pale aliposema Mtume. Pili, wale watu walodai utume tutakwenda kupambana nao. Tatu, watu wale walokataa kutoa zaka watatoa kwa nguvu. Kitumia kikwetu Kilamu, masahaba wakawa huinama wakiinuka kwa Saidina Abubakar. Saidina Abubakar, itakuwaje? Dunia imeharibika huko, tutakwendaje? Mwambie sijui mengine. Kwanza lile jambo Mtume kabla ya kufa alitaka lifanywe na lifanywe. Kenda Usama akarudi salama, na ule ujumbe ukafika kule.
walortadi wakachapwa, kina Musailima na kina Sajaha na wengineo, na walotoa zaka wakalazimika kutoa zaka. Musinangalie kungekuwa hakuna zaka, kuna dini ya kuswali tu, hakuna kusaidiana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, hakuna. Kama Sayyidina Abubakar na msimamo wake imara. Sayyidina Abubakar huyu hatoishi siku zote, lakini kwa nini siwaambii machache kuhusu hutuba yake aliposhika urais? Pia Waislamu, nimefanywa mkubwa wenu, wala sioni mimi kuwa ni bora kuliko nyinyi. Nikifanya dasawa nifuatani, nikenda majongo ninyoshani, nifuatani madamu mimi niko katika njia ya Mwenyezi Mungu. Nikiondoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, hakuna sababu ya nyinyi kunifuata mimi. Bwana kama huyu alituatia jambo kubwa sana. Uislamu ulikuwa sasa uko katika hali mbaya, na wengine wafikiria kuuzika. Wakanusurika Waislamu, na akaugua siku chache, na kifo chake katukua siku, akafa juu la kitanda. Ninavyokumbuka mimi, kawata wake wawili, mmoja Asma binti Umais, alikuwa amezaa na yeye mtoto mmoja wa kiume kwa jina la Muhammad bin Abubakar Siddiq. Wa pili ni Kharija, wa pili ni Habiba binti Kharija bin Zaid bin Thabit. Huyu bibi Asma alikuwa ameolewa na Sayyidina Jaafar. Alipokufa akamuoa Sayyidina Abubakar, na huyu alimuoa naye akazaa mtoto mmoja. Sayyidina Abubakar akifa, bibi una mimba. Na akasema kumwambia binti yake Aisha, nataraji mimba alionayo Habiba binti ya Kharija ni kwa kwamba mtoto atakuwa mwanamke, kawa mwanamke, kaitwa Ummu Kulthum. Akaitwa Ummu Kulthum. Kabla ya kuondoka katika dunia hii na kututangulia, alimchagua Sayyidina Umar na Waislamu wakakubali, kashika. Pale alipokuwa amekoma Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar kapeleka mbele sana. Katika kupeleka mbele kwake, alileta jambo kubwa katika historia ya Waislamu na Uislamu. Alikwenda Sayyidina Umar, ndiye aloifutahi Palestina. Muislamu aloishika nchi ya Palestina ilikuwa ni Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Akenda yeye mwenyewe
mpaka Palestina, akaishika Palestina na akaonesha mambo mengi ya ajabu. Amekwenda mpaka kule nje ya Palestina, nguo zake za kawaida. Wale wakubwa wake waambia hao maswahaba, waambia, huu mkubwa wenu uko wapi? Waambia, mkubwa wetu yule. Ndiye mkubwa wetu. Yenda Sayyidina Palestina, kaingia ule patriarch, Waarabu muite Patrick, mkubwa wa ile kanisa la kule, akamwambia Sayyidina Umar, waweza ukaswali hapa? Mwambia, mimi sitoswali hapa. Kisha Sayyidina Umar akamwambia, wajua pale uliponambia ni swali kakwambia si swali? Akamwambia, sijui. Akamwambia, mandi swali Waislamu wangesema ni msikiti pale mahala, sababu Amir al-Mu'minin aliswali. Kwa sitaki mulikose kanisa lenu. Kisha akamwambia ule mkubwa wa kanisa, nionyesha mahali gani ambapo nitajenga msikiti wetu Waislamu. Kajenga mahali ambapo kulitokea mambo mengi makubwa kwa Mayahudi na Wakristo kuhusiana na Nabii Allah Yaqub. Mahali kama hapo ndipo kukajengwa msikiti wa kwanza wa Waislamu katika upande huo. Sayyidina Umar alipokufa aliwawata watu gani? Sayyidina Umar alipokufa, ninavyokumbuka mimi, na yeye aliwata wake wawili. Mmoja kwa jina la Kulthum binti Ali bin Abi Talib, wa pili kwa jina la Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail. Bata eda kifo chake kilikuwa vipi? Kwenda kuswali asubuhi, angalia safu meziona zimekaa sawa, amepiga takbiratul ihram, ameshika, wengine wasema ni suratul kahfi, wengine wasema ni sura nyingine, aona mepigwa pigo kali sana. Neno lalomtoka, qatalani alkalb, mbwa ameniua. Waislamu wakaanza kushughulikia sasa, wengine hawana habari, wengine wakaanza kumshughulikia. Lakini sasa yule alikuwa una upanga una makali upande huu na huu, akaua watu kama 14 baada ya Sayyidina Umar. Mmoja katika wale walotukua kuweko akaangalia kitu kama blanket namna ile, akenda ule kipiga ule upanga ukaangukia katika ile blanket, kamshika. Alipoona mhushiku akajiua yeye mwenyewe. Wenye tarikhi yasema jina lake alikuwa Abu Lulu. Sayyidina Umar katukuliwa, kumwambia Sayyidina Abdullah ibn Abbas, aloniua nani? Akamwambia mmoja katika Waajam, Abu Lulu. Kasema, nashukuru Mwenyezi Mungu sikuwawa na mtu anaosema la ilaha illa Allah.
sababu ya kuwatolea hiki kiswa cha kuuawa Saidina Umar ni kuingia kwa Saidina Uthman. Walitokea matatizo mengi sana wakati wa Saidina Uthman. Uzuri mniulize na nitauliza mimi ile ambalo nataka mniulize kwa nini. Ilikuwa Waislamu wameshika nchi nyingi za watu ambao si Waarabu, hawana culture ya Kiarabu, hawajui Uislamu, na wameingia wautafutia vitimbi. Hapa sasa ikawa ndio wakati ameshika Saidina Uthman, akafutahi mahali kwingi na kukashikwa mahali kwingi, lakini muda akiangalia umeona uko mtu mmoja kwa jina la Abdullah ibn Saba al-Yahudi, Yahudi mmoja wa Sanaa, alikuwa ameingia katika Uislamu na autafutia kila namna ya kuvunja Uislamu. Akaenda upande wa Basra kutiatia maneno yake yasishike, akaenda upande wa Kufa yasishike, akaenda upande wa Misri yakashika. Hata kukipita siku kidogo kumedangana, kumetatana, kumekuwa huenda watu wengi. Jiuzulu, toka hapo wewe kulioko wewe, andika kwamba wewe si amiri tena wa Waislamu. Saidina Umar akamwambia, nakumbuka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alinambia Saidina Uthman kwamba itakuja siku watataka kukunyang'anya nguo, kukupokonya nguo ambao Mwenyezi Mungu alokuvisha. Yako katika Sunan Tirmidhi haya na kwa Al-Hakim. Usikubali. Akamwambia, ningeliwapatia ukubwa wenu huu, lakini kikumbuka hadithi ya Mtume mpaka nife nao. Hapa napenda kutoa shaka za watu wengine walokisema kwamba watu kadha katika wakubwa wa maswahaba walikuwa kinyume na Saidina Uthman. Saidina Ali alimpeka mtoto wake Saidina Hassan kwenda kumlinda Saidina Uthman. Az-Zubair ibn al-Awwam kawa mwenye kumlinda Saidina Uthman. Abdullah ibn Abbas akawa mwenye kumlinda. Fujo likawa lingi, namna alivyouawa Saidina Uthman, aliuawa kikatili sana, vibaya sana. Na hapa na ukumbuka ushujaa wa mke wake kwa jina Naila binti al-Farafisa. Alisimama imara akamtetea Saidina Uthman mpaka kakatwa baadhi ya vidole vyake katika kumtetea. Si yeye peke yake, alina na wake wengine wote wakasimama kumtetea. Ikawa hakuna tena Saidina Uthman, amekufa. Nakumbuka wake walikuwa wengi zaidi, waweza kuwa 3 au 4. Jina zaidi nalokumbuka ni huyu Naila binti al-Farafisa. Huyu alikuwa amezaa naye, na mmoja aitwa Ummul Banin, naye pia alikuwa amezaa naye. Sasa ukaanza Waislamu kuwa na serikali mbili. Moja iko katika upande wa kina Kufa, leo ni kuambia Iraq. Mmoja yuko katika upande wa Sham, kama kuambia Damascus. Moja ikiongozwa na Amiri al-Mu'minin Ali bin Abi Talib,
na ya pili kiongozwa na Muawiya bin Abi Sufyan. Mambo yakenda namna hiyo mpaka na yeye Saidina Ali akauawa kama namna alivyouawa Saidina Umar. Wenda katika swala ya asubuhi mmoja katika Khawarij akawa ameutukua upanga wake, mmeunoa kweli kweli na ameutia sumu, piga Saidina Ali wakitwa na hapa kanguka. Pelekwa wapi? Huku nyumbani. Aloniua ni nani? Abdurrahman bin Muljam. Wambia hivi, alonkiwa nitapona katika taabu hii, mutaniwata wenyewe nifanye nitakalo. Kiwa nitakufa, fanyani vile alivyonifanya, muweni tu, musizidishe lolote. Mwasoma nini hapa? Watu wa haki maneno yao ni hayo. Kipona ni hatani mwenyewe, maana hata kitaka kumsamehe pengine tamsamehe. Kifa au wawe bila ya kuzidisha lolote. Muawiya kaendelea na serikali yake, na watu wakufa huku wakamfanyizia baya Saidina al-Hasan. Vile vile kukawa kuna serikali mbili, ya Dimishk Syria na ya Kufa Iraq. Saidina Hasan kama hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam iliyosema, kijana changu, hapa ni mjukuu wake, ambaye atakuwa ni bwana mwenye kusuluhisha mataifa mawili ya Kiislamu yanayoteta, akawa ni Saidina al-Hasan. Kauli nyingi ya vitabu zilizosema alikufa akiwa ametiliwa sumu. Sasa ikawa Muawiya bin Abi Sufyan ndiye mkubwa wa serikali za Kiislamu, na akafanya kutaka kutukua na kule pia pamoja, na alikuwa maadamu kumepatano, ilikuwa kote yeye sasa ndiye mkubwa. Sasa kuondoka Muawiya, akashika Yazid bin Muawiya. Mpaka hapa tulipokoma tulikizungumza maswahaba, mpaka Saidina Hasan ni sahaba, mpaka Saidina al-Hussein pia ni sahaba, lakini sikumbuki kama Yazid alikuwa ni sahaba. Kukapatikana yalopatikana, na Yazid jeshi lake likapambana na Saidina al-Hussein na akauawa vibaya sana. Na Banu Umayya serikali ikawa ni yao. Kutoka katika al-Khulafa ar-Rashidun wanne, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum wa radhiyallahu an jami'i sahabati Rasulillah. Sasa tena ikawa ni wakati wa kina Abdul Malik bin Marwan. Mambo mengi ya Kiislamu walijaribu kuangalia vizuri, lakini katika ukubwa kuna jambo moja ndilo gumu.
utawala. Nakumbuka haditha moja ya Abdul Malik bin Marwan ya kutaka watu wafanye bai'a, kama leo kama kusema kuvoti, wamvoti mmoja katika watoto wake tangu yeye ukali hai. Katika walotakwa wasaidie jambo kama hilo ni tabi'i mmoja mkubwa baadhi ya ulama ulhadithi wakubwa wasema ni sayyidu tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib, akatakwa naye atilie nguvu katika kule kutaka kumpitisha mtoto wake katika kura kama ile kimabavu. Ila hilo mimi sitofanya. Yalikuwa vipi? Alitukuliwa, kapandishwa farasi kinyume nyume, kazungushwa katika mji mzima wa Madina, sababu umekataa kuingia katika jambo kama lile. Katika upande huu kulikiwa kuna udhaifu. Sasa mambo mengine kwa likijaribu kutengezwa, lakini katika utawala sasa ndio kukipita taabu. Wakaja Banu al-Abbas, ukaja wakati wa Al-Mansur, jina lingine As-Saffah. Mambo yakawa magumu sana. Alikuwa hana ruhuma huyu, akawapeleka watu kuwauliza suala hili. Muulizeni Imamu Malik, je, mtu akitendeshwa nguvu kumwata bibi yake na akamwata, talaka itapita haipiti? Imamu Malik akasema itapita talaka. Akapeka salamu, usiseme hivyo, badilisha. Akasema sijui kusema vingine. Wafikiri kwa nini sasa? Kwa nini ambiwa abadilishe? Kama mlikuwa wanasiasa mngelijua haraka. Ikiwa mtu akimwata mke wake kwa nguvu talaka haipiti, na mtu akivotishwa kumvoti mtu kwa nguvu kwamba voti haipiti. Ikawa imekuwa connected namna hiyo, mwambie abadilishe asibadilishe. Kafanywa yale aliyokuwa amefanywa Said ibn al-Musayyib. Kukangia na jambo moja dalikuwa ni geni kwa Waislamu. Makabila yaliokuwa mapia kuingia katika Uislamu yakawa hutukuliwa bila ya kujua Uislamu, kupoa vyao ili wawasaidie hawa watawala kuendelea kutawala. Mjue washikao ni watu wapia katika Uislamu na hawaujui Uislamu. Hata muda kukipita siku, wale wapia walongia kuwatumika wale wakawazungukia. Ndio mambo yakaanza kwenda msobe mnobe, yakaenda vigumu. Katika vijana wa hawa kina al-Abbasiyin, namkumbuka moya kwa jina la Ma'mun. Huyo ni mtu alikipenda sana maendeleo na alitumika sana science, na kwa sababu yake kulipatikana wana science wengi. Lakini aliingilia mambo ya kidini ambao hayafai kuingiliwa. Katika dini kuna kitu chaitwa, watu waitwa Mu'tazila. Hawa watu wazungumza kulingana na akili yao.
kuna na watu waitwa ahlus sunna wazungumza kulingana na mtume namna alivyosema. Hawa walipokuwa Maamun melemea upande wale wale wenye akili, Imam Ahmad alisimama imara, kateswa, kapigwa si mara moja wala si siku moja, na akipigwa mpaka akapotewa na fahamu. Chambiwa badilisha msimamo, mbia maneno yangu yale yale, sitoata dini ichezewe. Mpaka alipoondoka akaja nduguye kushika, aitwa Mu'tasim, kazidi kuwa mbaya. Mpaka akaja nduguye mwingine kawa Mutawakkil. Yeye mwenyewe kamwendea Imam Ahmad kamwambia tueleane, tufanye kazi pamoja. Imam Ahmad kamwambia sina neno nawe na nimekusamehe. Ikatokea taabu moja sasa, kawa humrai Imam Ahmad apokee nyumba mbili katika ile nchi. Imam Muhammad alimwambia nitakaa nyumba yangu hii, nitakula chakula changu hiki na mimi na wewe sina neno, lakini na unipazo sitaki. Wakangiwa watoto wake, mmoja kwa jina la Saleh, zungumza na babako akubali ngaa nyumba moja hii. Aliposale amta kuzungumza babake akamwambia usiniambie maneno mengi, ukiwa wataka nyumba pokea wewe, mimi sitaki nyumba. Yakenda mambo namna hii mpaka sasa ukaja wakati wakubwa wa Kiislamu, musikie vizuri, wakawa si Waarabu tena, ni watu wa kutoka Persia, ni watu wa kutoka Uturuki na namna hizo. Yakenda mambo namna hii mpaka dunia nzima ikawa mkubwa wao ni Ottoman, ni mkubwa wa Ottoman Empire, lakini mnaita Ottoman Caliphate, al-Khilafa al-Uthmaniya, ikawa ndio wakubwa wa serikali ya Kiislamu katika dunia nzima. Uzuri tusende mbele, wakati huu kulipokuwa hutetewa haya mambo madogo, wasokuwa Waislamu walikuwa vipi? Indalus walinyang'anywa Waislamu, ikaitwa Spain. Wazungu yale masomo walikuwa nayo Waarabu na Waislamu wakayashika wao, wakaendelea mbele, wakawa mahodari, wakapanua ujuzi wao. Na tangu mbele lazima mjue zilikuwa sehemu ambao wazungu hawakustawali, zile zote zikawa zimeshughulika kuupekesha na kupanua Ukristo na kueneza mambo ya science. Ottoman Empire karibu kupatikana kule Falastini, wakanyang'anywa Waislamu, wakarudi na wao wa Abu Ayyub Salahuddin al-Ayyubi, wakarudi Waislamu wakaitukua, wakanyang'anywa tena. Ottoman Empire ikashika, au al-Khilafa al-Uthmaniya ikashika, ikawa iko mkononi kwa Waislamu tu. Sasa taabu ilikuja wapi? Wazungu walikuwa wamekwenda mbele kisayansi, wazungu walikuwa wamekwenda mbele kielimu mbalimbali, wazungu walikuwa wamekwenda mbele kisilaha, wazungu walikuwa wamekwenda mbele kwa kimambo mbalimbali. Wazungu wote sasa wa duniani wakawa wameangalia al-Khilafa al-Uthmaniya, na al-Khilafa al-Uthmaniya katika Second World War
ikaamua kuwekwa pamoja na Mjerumani badala ya kuwekwa pamoja na kina Mwingereza na kina Faransa. Akiulizwa kwa nini, kasema hawa wamenitukia mimi kuliko kumtokea Mwingereza na Faransa, bora nife pamoja na huyu. Mjerumani ikashindwa, al-Khilafa al-Uthmania ikashindwa, Khilafa al-Uthmania ikaondolewa, ukawa hakuna tena Khilafa al-Uthmania. Waturuki wakawa walikuwa imara, wakapigana na zile nchi jirani zao, wakabaki ni serikali ya Kituruki, si Khilafa Uthmania. Na upande wa Iran kina ukoo wa Pahlavi, kina Shah wale na wao wakapigana, wakawa na wao wana serikali yao kule. Kukatokea nini? Uislamu wakavunjwa vipande vipande. Hapa huitwa Iraq, hapa huitwa Syria, hapa huitwa Jordan, hapa huitwa Lebanon, hapa paitwa Misri, hapa paitwa Sudan, namna hiyo, hapa paitwa Tunis, namna hiyo, hapa paitwa Pakistan, hapa paitwa Afghanistan, namna hiyo. Na kula kipande kimoja chazengea uhuru wake, kama siku fulani Kenya ilipozengea uhuru wake. Ndani ya watu wamegawanywa na Palestina ikapoa Myahudi. Na kula mahali kulipowekwa namna ile, kuna mkubwa kama ule. Hapo Palestina ilipotukuliwa, wakienda kutaka kuitetea, haikumtimiza siku moja wamekwisha kufukuzwa. Kukatokea mambo sasa ya kugawanywa, kukatokea na watu sasa wana siasa ya kuunda vyama ya kutaka kurudisha ule utawala wa wazungu wamozostawali zile nchi za Kiislamu. Yakafanyika haya kula mahali, Syria, Misri, Egypt, kula mahali kukawa kuna vyama. Baada ya vyama vile, kila mahali kukatokea na vyama vya Kiislamu. Serikali mpya itakapokuundwa, tunataka tuone mambo yenda Kiislamu. Yakenda namna hiyo, mpaka sasa ikawa nchi hii imepata uhuru, nchi hii imepata uhuru, namna hiyo. Baada ya kupatikana mambo namna hiyo, kukapatikana na watu sasa ambao imepatikana uhuru, lakini wasema hatuoni mambo kwenda Kiislamu. Zikapatikana kina Ikhwanul Muslimun, Muslim Brothers, kina Hassan al-Banna, kina Said Qutb, na kina wengine. Wote hawa walikuwa ni wenye msimamo wa Kiislamu. Mpaka tukafika wakati wa kina Jamal Abdul Nasser, mpaka tukafika mwingine, Muhammad Najib kwanza, Jamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, Hosni Mubarak. Hapa sasa ndio kukatokea mambo mengi baina ya hawa na kina baina al-Ikhwanul Muslimin. Wakauawa waliouawa, wakafungwa waliofungwa, na mambo yakenda sampuli hiyo mpaka hivi leo tuliopo. Suala langu jamani hili, tufanyeje? Tuendeleeni. Mtu kula moja una kwake, una TV yake, una internet yake, una hiko chake, una na mke wake mwenyewe ampendao, na twende kula mmoja angalie lake.
kisha baadaye atoke. Nani atatezea Uislamu? Nani? Pona mambo tutaka kupekesha namna hii. Sitaki kuambia maneno ya kitambo. Nataka kuambia gazeti la leo tuoneshwa Bashar al-Assad na Putin Russia. Bashar al-Assad amekwenda mpaka Urusi baada ya Putin, wale wapingao Bashar al-Assad amekwenda mewapiga mpaka ameridhika Bashar al-Assad. Mbona yalikuwa hivi? Tuangeleni mambo yalivyo. Wao wako mbali na sisi. Na wao wako na umoja. Wana ujuzi, wana umoja, na wana silaha mbovu. Sasa kwetu sisi mtu mmoja kupanda hamasa, akatoa mambo makali, akanena maneno haya na haya, na akampata mtu mmoja barabarani akamuua, tutakuwa tuuawa kila siku. Mambo ya Kiislamu hayakwenda hivyo jamaa. Sikuanza hapa mimi, nimeanza tangu mwanzo wa Uislamu namna ulivyoanza. Tufanyeje? Tuwe wa kweli juu ya Uislamu. Tuupendeni Uislamu. Tuutangazeni Uislamu. Tujitoleni kwa wajula watu kujua na kufahamu Uislamu na kufuata. Tusomeni na kutumia. Tusomeni na kutumia. Habari ya kusema na degree 2, 3 zipindi siku 3 upita usiswali kisha ukazilipa kwa mara moja. Degree hizo sifa. Una degree 4 zimezidi hata hizo 3. Baada ya kuwa ni dokta na umekuwa ni profesa, ikatokea jambo lolote la Kiislamu, baada ya kuwa hutoi huambia na wale watu mtapoteza pesa zenu. Isiwe hivi. Tusimamieni Uislamu, tupendeni Uislamu, tutumikeni Uislamu, lakini busara yetu, mawazo yetu yawe na nguvu kuliko hamasa zetu. Kwa nini siwakumbushi jambo moja la hamasa? Wale jamaa walipokwenda zita za Mu'ta, akauawa Zaid bin Haritha, akauawa Jaafar bin Abi Talib, akauawa na Abdullah bin Rawaha. Baada ya kurudi barobaro, walikuwa wamepanga kutukua majiwe kwenda kusema, nendeni ayuha al-fararin, watu mlokwenda mkakimbia vitani. Hawa walikwenda wakakimbia vitani. Hawa wakubwa wao 3 wameuawa, na wao wakajiorganize wakapambana na watu 30,000 kwa watu 100,000. Mbona jamaa hamasa hizi ziko namna hii? Watu 30,000 kwa watu 100,000, na wakaweza kupigana, wakarudi, wakasurvive. Hamasa za kuzidi hazitotusaidia. Na hakuna dini isiyokuwa na hamasa. Isizidi. Busara iweko juu kuliko hamasa. Busara iongoze ile hamasa.
Kijana wewe waitwa nani wewe? Ndo hapo karibu. Niambie jina lako hapo. Ahmad. Ahmad, tu utakujuaje bwana? Ahmad Hassan. Babako ni Abu Hassan? Naam. Kaa hapa. Sikizani jamaa. Nimealikwa hapa na rafiki yetu katika maratibu wa hapa Alhaji Ayub, akamwambia mmoja katika wanaoshiriki katika mihadhara ya hapa Sheikh Said Ali Hassan kwamba mimi nitakuwa ni mwenye kutoa muhadhara siku ya mwisho. Nikamwambia waambie nimekubali kutoa muhadhara, lakini siku ya mwisho. Nimetoa ahadi siku ya mwisho kuweko Malindi kwa bwana mmoja rafiki yangu sana tangu 1980. Hakupiti mwezi huja kunitembelea nyumbani. Mwezi wa Shaaban na kuomba ustadh, katika mwezi wa Dhulhijja uje Malindi. Kaambia sipati, sitokuja. Utakuja lini? Kamwambia katika mwezi wa Muharram. Hamisi iliyopita nikamwona nyumbani, mimi nataka kutoka. Nikamwambia nitakuja siku ya Juma ambapo kesho. Kwa kaida yangu ule alionialika kwanza huwa siwezi kuvunda ahadi yangu kwake. Ustadh Badr katika wakubwa na organizers wa hapa, nataka kuwapa nasaha ya jambo moja. Hili jambo mimi nilishiriki 60 ya miaka 6 au 7 au zaidi, lakini nilikiona jambo moja. Nilikiona makaratasi mengi kula msikiti, labda hata msikiti huu leo hakuna karatasi. Ustadhi ndo imamu hapa, bwana imamu ndo hapa kwa hisani yako. Karatasi hapa iko wapi? Karatasi ya msikiti huu imewekwa wapi? Na wapi tena? Msikiti gani tena? Tupeleka tukipeleka karatasi tukipeka na watu. Asante ustadhi. Umeutetea msikiti kwa uzuri, wewe ni imamu bwana. Lakini karatasi hazisemi. Wakati ule kwa likipelekwa karatasi kukipekwa na watu. Naomba Ustadh Badru shima izidi, kwa sababu nyinyi ndio wenyewe hili jambo. Wala usitarajie kuitetea tukapoteza tena wakati. Bidii mumefanya si ya kutosha. Dawa sikuitetea, dawa bidii iwe nyingi zaidi. Na washukuru kwa wakati wenu mliotumia pamoja na mimi, na nawaombea mazuri, na zaidi tuwaombea hawa. Nakumbuka ndio walioanza mambo kama haya, na kwa tabia yangu sijui kufita mambo. Kabla ya mimi kuja kukaa hapa, siku moja nilikuwa niko hapa kiwa Ustadh Said Hassan na Ustadh Muhammad Sharif Said. Watafurahi ukiswali magharibi msikiti wa Konzi pamoja na wao. Siku kadhaa kaja wakanambia tutaka kesho kutwa kuanza hijra hapa. Siku zote hizi itakuwa ni msururu wa mihadhara. Kawaambia jambo zuri, na mimi sikai hapa, na iko siku nitashiriki. Ikaja na nikashiriki. Tofauti bidii atakaizi.
bidii yataka izidi. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Bwana mmoja kwa ustaina la ustadh Shami Uthman Shami alikuwa hawezi mpaka akalala katika extensive care unit ya hapa Aga Khan Hospital, na sasa uko Malindi. Twataraji hali ni mzuri, lakini haikumwezesha kuja hapa. Tumwombee Mwenyezi Mungu ndani ya nyoyo zetu. Allahumma rabban nas athbil basi ishfi anta shafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Bismillah narqih wallahu yashfihi min kulli da'in yatih min sharri nafathati fil uqad min sharri hasidin idha hasad. Nu'idhuhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Huyo bwana alionalika hiyo hafla ya Malindi ni huyu bwana hapa. Ndio upige salamu tu hapa. Ustadh Uthman Haji Umar ndio hapa, waambie jamaa salamu alaykum basi. Ni hapa mahali pa salamu. Piga salamu hapa bwana. Mbona mfanya mambo marefu? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Utanibariki. Hakuna cha kualika, hakuna atakayokuya Malindi hapa. Atakayokuya Malindi mimi tu hapa. Mabana ni hayo. Asantum wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.